Mungu akubariki sana. Roho Mtakatifu tunakualika tufundishe neno lako katika jina la Yesu. Amina. Leo tunamalizia mifano yetu kwa kuangalia mifano mitatu. Tunakamilisha mifano 7 ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyokuwa akiwafundisha makutano. Mifano kiuhalisia ipo mingi sana, lakini sisi tumeangalia mifano 4. Leo tunamalizia mitatu, kwa hiyo tutakuwa tumeangalia mifano 7. Ukienda katika vitabu vya Injili utaona mifano iko mingi zaidi ya 30, unaweza ukajisomea, kwa sababu hakika mifano hii inaelezea kuhusu maisha yetu ya kila siku. Ni mifano ambayo ni halisi kabisa. Kwa hiyo mfano wa leo unapatikana katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 44 mpaka 50. Katika mfano huu Bwana Yesu aliambia ufalme wa Mungu umefanana na mtu aliyeona hazina nzuri katika shamba, akaenda akauza kila alichonacho, akaja akalinunua lile shamba kwa ajili ya ile hazina aliyoiona. Ufalme wa Mungu unafanana na unafanana na hicho kitendo. Mfano wa pili akasema ufalme wa Mungu unafanana na mtu aliyeona lulu nzuri sana aliyokuwa anaitafuta, akaenda akauza kila alichonacho, akaja akanunua ile lulu. Mfano wa tatu akamwambia ufalme wa Mungu unafanana na watu waliotupa juu ya baharini, juu ya kama neti. Wakakusanya samaki wengi, wakaja wakawachambua, wale samaki wazuri wakawatunza, wale ambao sio wazuri wakawatupa. Kwa hiyo katika huo mfano wa mwisho wanasema kwamba siku za mwisho malaika watakuja, siku ya mwisho malaika watakuja, watachambua wale watu wema, watawaweka pembeni, na wale watu ambao hawakuenenda katika njia za Mungu watatupwa katika moto wa milele. Mstari wa 50 unasema hapo ndipo itakapokuwepo kilio na kusaga meno. Kwa hiyo tujitafakari wapendwa, tuko upande gani ili tuweze kuurithi uzima wa milele. Hii mifano yote 7 tulioangalia, ule mfano wa kwanza ulikuwa unahusu neno la Mungu. Mfano wa pili ulikuwa unahusu toba. Kwa hiyo neno la Mungu likishaingia ndani mwako unafanya toba. Mfano wa tatu ulikuwa unahusu haki, ambayo ni maombi. Kwa hiyo ukishafanya toba, kwa sababu Biblia inasema Mungu asikii maombi ya wenye dhambi. Ukishafanya toba unaenda kwenye maombi, unasikilizwa. Mfano wetu wa 4 ulikuwa unahusu talanta, kumzalia Mungu matunda. Kwa hiyo baada ya hapo unamzalia Mungu matunda, huku ukiwa umelishika neno la Mungu, ukiwa mtu wa toba na ukiwa pia mtu wa maombi. Mfano wetu ya mwisho leo ambao inahusu uzima wa milele, ukishafika hapo sasa katika kumzalia Mungu matunda unaulisi uzima wa milele.